kashida kidogo, ambaye ninaweza sema ilikuwa kubwa kwa sababu ilivunja hiyo safari yangu, zile pesa zikaisha mara moja, so nikarudi nyuma kwamba hiyo pesa zimepita hivyo. So hiyo kazi ya uimbaji sio mbaya na sio ngumu, lakini inahitaji moyo. Inahitaji mtu ambaye amejitolea na ni muimbaji pia ambaye ako na talent. Unajua mara nyingi siku hizi tunaenda studio kuimba kwa sababu watu wanaimba. Siku hizi waimbaji wengine tunaimba kwa sababu mtu fulani ameimba. Ama tunasema tunaimba kwa sababu nionekane kwamba mimi ni muimbaji. Lakini kusema ukweli, uimbaji haiendi namna hiyo. Inahitaji mtu ambaye amejielewa kwamba anaenda kufanya nini kwa studio. Uimbaji ni nini? Sio kukurupuka tu kwa sababu mtu fulani ameimba na wewe unaenda kuimba. Unacheki? So nimepitia magumu, mawili, matatu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu amenishikilia hadi nikaja nikafika mahali nilipo sasa. Mpaka sasa una album ngapi ama uko na wimbo ngapi? Mpaka saa hizi niko na nyimbo 9, ambaye ni album moja na nyimbo kadhaa, lakini pia ninaendelea. Kuna nyimbo zingine ambazo ziko jikoni, muda usiokuwa mrefu nitaweza kuzifanyia kazi. Hebu tupatie changamoto za muziki. Changamoto at least 2 au 3. Ndio kama kuna yule msanii anataka kuanza hii kazi, ajue kuna hizo changamoto. Changamoto ambazo msanii anapatana nayo katika kazi hii ya uimbaji, kuna hizi mwaliko ambazo unaalikwa. Unakuta kwamba mtu anakualika uende kazi yake, lakini yule mtu hajui kwamba unatumia fare kuenda, umeacha familia yako hivyo, unatumia fare kuenda, umeacha familia yako bila chochote. Lakini pia utakapofika pale, utakapomfanyia mtu ile kazi, anakuacha unaenda bure. Unakuta kwamba challenges yenye inakuwa kubwa sana kwa msanii ni kwamba watu hawajui kwamba pia hiyo ni kazi ya mtu. Watu wanachukulia kama ni unaenda tu kufurahisha watu, alafu unaenda zako. Mtu hataki kujua kana kwamba umegharamika kwa sababu ya lile kazi ambalo unalifanyia. So ninachotaka kuomba kwa mtu mtazamaji ambaye atatutazama, kuna kitu kimoja ambacho mtu anafaa kuelewa. Kana kwamba uimbaji ni gharama kabisa. Uimbaji pia inahitaji iheshimiwe, kwa sababu unakuta watu wengine wanasema waimbaji ni wale tu, waimbaji ni bora tu wewe umuite tu aje aimbe, aje aperform sijui, aje aekelee sijui abarikiwe na shilingi, hiyo ndio aje tu afanyike hivyo, kitu kama hiyo. So kama kazi yako unavyoona kazi yako, uimbaji pia ni kazi ya mtu kama ile kazi yako. Kwa hivyo utakapotaka kumwalika muimbaji, mwalike muimbaji, lakini ujue kwamba kuna vile utamtengeneza, kwa sababu hiyo kazi ni gharama. Hiyo kazi ni gharama, ni kujitolea. Alafu kila mtu akiheshimu kazi ya mwingine, mambo yote yanakuwa mazuri. Kwa hiyo kumbe kwa kualikwa pia kuna kutokupewa chochote? Ndio. Katika kulipwa, kuna wakati mtu atakualika na akatae kukulipa chochote. Kwa sababu kuna mtu anakuita, na unajua sasa mtu anapokupigia simu, anakuambia njoo katika kazi yangu fulani. Unapojaribu kutaka kuongea na yeye, unakuta mwingine anakuambia hata hiyo unaweza lipisha kazi ya Mungu. Na kweli kabisa hatuwezi lipisha kazi ya Mungu, kwa sababu neno tumepewa bure na tupeane bure. Lakini sijatumia miguu kuja mahali. Kwa mfano nitoke Lerai niende Rombo, ama niende Loitoktok, ama niende mahali pengine, ama niende Taveta, hiyo itatumia fare.
hiyo itatumia fare, bado nitagharamika, nitakunywa maji, lakini wanasahau hayo yote, wanaona kwamba tupeane bure. Sawa, tutapeana bure, lakini unajua kwamba natumia fare, natumia gari za moto, ninafaa kunywa maji njiani nikienda. So hizo ndizo vitu ambazo watu hawajui. Yeah. Nataka leo nielezee shida ya wasanii, kwa sababu unakuta kuna msanii kila Jumamosi ako na event, analipwa more than 30k, 25k, 50k, kuna hata wanaolipwa 100k. Lakini shida ni enda kwa ground ya hao waimbaji. Unakuta mwimbaji hata nguo ya kubadilisha ni shida. Hiyo tatizo inakuwaga inatokea wapi? Ni kweli, hiyo ni swali mzuri, lakini kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa ninataka kusema lakini nikaacha kusema. Ni kweli kuna wasanii ambayo wanafanya kazi, kuna wasanii ambayo wanalipwa vizuri sana, kuna wasanii ambaye wana mambo mengi, kuna wasanii, okay, siwezi wasemea vibaya, lakini kuna wasanii ambaye wana mambo mengi. Kwa mfano kama msanii mmoja ni mkulima, amealikwa mahali, ameenda amepata kazi kidogo, lakini zile pesa ambazo amepata akazipeleka zote shambani. Unakuta mwingine, wasanii wengine wana watoto wanawasomesha, wengine wana ndugu zao ambayo wako mashuleni. So unakuta kwamba kuna wale wanajali sana mahali walitoka. Na unajua hakuna kidole inajipoint, hakuna kidole inajipoint kwamba mimi, si ndio? So unakuta kwamba yeye anajiona yuko sawa, yeye anajiona kwa muonekano yake yuko sawa. Na pia si rahisi sana mtu kuja kumwambia msanii, mbona umevaa vibaya, mbona hujavaa vizuri, mbona unakaa wewe ni msanii lakini haukai. Inakuwa ni vigumu sana kwa watu kuwaambia wasanii kitu kama hicho. So unakuta kwamba msanii anapokuwa na vitu kama hizo, mtu si rahisi kujiona kwamba hayuko sawa. Anapata zile pesa zake, anatumia kwa matumizi nyingine mingi. So unakuta kwamba kuja kujiona kwamba mimi sijavaa hivi, mimi siyuko sawa, inakuta kwamba ni vigumu sana. Ndio. Swali langu umelihepa hepa, lakini twende kwa swali lingine. Tangu uanze mziki, umeshai launch? Makweli sijawahi. Sijawahi fanya launching, lakini natarajia kufanya launching. Natarajia kufanya launching mwezi wa 4. Bado tarehe hatujaweka vizuri, lakini nina uhakika ni mwezi wa 4. So hiyo ndio launching yangu ya kwanza, ambaye ni ya album ya Calvary. So ninatumaini kwa Mungu kwamba hiyo itafaulu. Ndio. Nadhani mambo ni mengi, lakini muda hauturuhusu. Naomba nikupe director wangu aniangalilie kamera yako pale kama iko sawa. Nataka uangalie kamera yako na uongee na fans wako. Ongea nao, waelezee launching, vile watakupata pale YouTube, mitandao yote, uongee nao vizuri. Okay, ninawasalimu mafans wangu kwa jina la Yesu. Nimefurahi kuongea nanyi katika TV hii ama studio hii ya Jicho TV. Kwanza ninawapa shukurani kwa sababu ya kunisupport. Ama kweli mumenisupport kwa njia nyingi, mumenisupport kwa kunilike, mumenisupport kwa kunisubscribe. Hadi mahali nimefika, ninashukuru sana, mumenisupport. Asante kwa sababu ya kazi yangu ambayo iko mbele ya launching, ambayo itakuwa mwezi wa 4. Tarehe ndio hatujaweka vizuri, lakini tutaweka tarehe kuanzia na tunatafuta tarehe kuanzia tarehe 6 ama katikati ya mwezi vile. Hapo ndipo tutapangia hiyo launching yetu. Ninawakaribisha sana kama vile mlivyokuwa mnanisupport kwa njia moja ama nyingine, kwa njia zote. Ulinisupport kwa kusubscribe, ulinisupport kwa kushare, ulinisupport kwa kulike, ulinisupport kwa kucomment.
ninasema asante sana. Ninachokuomba mtazamaji wangu na fans wangu, naomba mnishikilie mkono kwa sababu pasipo nyinyi hatutaweza ama sitaweza. Naomba mnishikilie mkono na wategemea. Naomba mnivushe kwa hili kwa sababu sijawahi kuja mbele yenu nikiomba chochote, lakini kwa leo nimekuja kuwaomba kwa unyenyekevu. Nishikilieni mikono na Mungu atawabariki. Asante sana. Okay, mtazamaji wangu wa Jicho Media, nipende kukushukuru kwa kuwa nasi muda huo wote kutoka mwanzo mpaka mahali tumefikia. Kweli tunaona support yenu, mmekuwa watu wa maana kabisa na tunaona support yenu. Mtakachokifanya ni muendelee kusubscribe, muendelee kushare na kucomment na mlike, na Mungu atawabariki. Asanteni sana.